Wadogo zangu, unajua hizi barabara zinanichanganya kweli kweli. Tungekuwa tumepitia barabara kubwa, ingekuwa rahisi sana mimi kupafahamu. Lakini naomba muendelee kujikaza, tutembee taratibu mpaka tutokee barabarani. Kwani kaka, huko tumekuja kufanya nini? Tumetoka kule, tumekuja kwa polini, tumekaa tu. Ameshachoka bwana. Mimi nimekwambia njia zimenichanganya. Njia ya kwenda kwa babu naifahamu, lakini hii njia tayari tumepotea. Mimi mnanichosha sasa. Toka tumeanza safari, yaani bado tu hatujafika. Omari, najua mdogo wangu hali ulionayo wewe ni mdhaifu sana, lakini naomba ujikaze. Haya matatizo yatakwisha. Kaa ukijua baba yetu ameshindwa kutambua thamani yetu. Tumemwelezea hali yako na anaifahamu hali yako, lakini hajatuelewa. Njaa ni tumbo linaniuma, ina njaa. Mdogo wangu jikaze. Na njaa. Tuko kote mimi na njaa bwana, inauma. Sasa tutatoa chakula wapi? Kwenye mapori haya mdogo wangu. Tukifika kwa babu haya yote yataisha. Baza sikia. Analosema huyu yuko sahihi. Baza mimi mwenyewe nasikia kiu ya maji. Nataka maji ya kunywa. Nitakufa sasa. Mdogo wangu, wewe kwa kiu ya maji naweza nikakusaidia. Si unaona hapa tulipofika na pakumbuka kabisa, kwa sababu hichi kilikuwa kibarabara cha kwenda mtoni. Hapa hatuko mbali na mto. Mimi ningeomba wadogo zangu mkapumzikeni pale. Mkipumzika pale, mimi nikakague maji haraka nije nayo wewe unywe. Lakini wewe mdogo wangu, naomba ujikaze. Tukifika kwa babu yote yataisha. Shawambia babu yetu ni mtu safi. Mwanadamu, hakuna mtu yeyote aliyejaribu kuchukua maji haya akabaki salama. Na pia ndugu zako wameshavunja masharti ya mto huu, maana tayari ndugu zako wameshakufa. Sasa basi, ondoka hapa haraka sana, ondoka!
Omari! 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 Stella! Tuondokeni bwana. Asa maji yako wapi kaka? Tuondoke. Kabisa nivenda. Wewe nani? Omari, tuondoke. Ni hatari. Kwanza yako wapi? Wewe sikiliza. Mimi na kiu bwana. Maji yako wapi? Hizi sehemu ni hatari sana. Wadogo zangu, tuondoke bwana. Lakini Njoo bwana. Wewe Omari. Karibuni sana vijana wangu, wajukuu zangu. Hapa mmefika ni nyumbani, na ukizingatia baba yenu alichokifanya hakikuwa kitendo kizuri. Kuna mke wangu hapa kapendeza, hapa mmefika mko nyumbani. Babu, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Pia tunao furaha kubwa sana wewe kutupokea vizuri. Naamini sasa tutaishi vizuri babu. Karibuni sana. Wenu wanaenda kwa chakula. Babu. Naam. Yaani nimekumisi sana babu yangu. Umenikuta mwanangu. Sasa babu, yaani naona unazidi tu kupanda juu, unazidi kuzeeka tu babu yangu. Hapana, sijazeeka. Hajazeeka. Umeshasikia mimi mke wako. Shauri yako. Yaani wewe na akili zako unaweza kuolewa na hili lizee. Huyu ni babu tu. Ndio hivyo tayari. Mimi huyu ni mke wangu. Mtarajiwa. Sawa, tunaoa. Tunaombeni hera sasa. Nina hizo vitu. Babu, wajukuu zako wanakupenda bwana. Unaona unavyocheka na wewe. Walikuwa wameshakumisi kama bwana. kababu haka. Kajanja. Kataka siwe mke wangu huyu mzuri. Hamna babu, sio hivyo babu. Mjukuu ni mke bwana. Ni kweli. Ni kweli. Marahaba. Nimeshikamoo. Marahaba, lakini napokea salamu zenu jinsi wafahamu. Eti mzee, ni wakina nani? Hawa ni wajukuu zangu. Huyu ni Mahuna. Huyu ni Omari. Na huyu ni Stella, mke wangu mtarajiwa. Huyu Mauna nimemkumbuka. Umekuwa sana. Karibuni. Lakini mzee, sawa. Nyinyi wote tutaonana. Kuna vitu fulani nataka nimalize ile kazi yako. Kwa hiyo nitarudi baadaye. Karibuni. Asante, akokoni. Haya. Asante.
Jambo. Unasemaje mwanangu Kori? Kori. Mbona sikuelewa unajizungusha? Mimi nina kazi zangu za kufanya. Mimi lazima niwe kwenye hali hii baba. Kwa sababu maamuzi uliochukua wewe, yani si riziki nayo kifupi. Kwa hiyo lazima niwe kwenye katika mazingira haya. Kama wewe baba yangu itakiwa unishirikishe kama mtoto wako. Lakini wewe mazingira uliochukua sio mazuri, mimi sijayapenda. Ni maamuzi gani unayoyazungumzia? Mbona sikuelewi? Nifafanulie vizuri nikuelewe. Maana mimi na shughuli zangu za kufanya. Baba, kwa nini umekubali kuwapokea hawa watoto? Na kwa nini wewe mpaka sasa hivi umekaa kimya? Hujawaambia ukweli kuhusu wewe. Si waweke tu wazi tujue. Kodi ni mwanangu. Inaelekea kama unaelekea kuchanganyikiwa. Hivi unajisikia unayoyaongea? Baba, mimi sijachanganyikiwa. Na sijachanganyikiwa kabisa. Kwa nini nasema sijachanganyikiwa? Kwa nini mpaka muda huu hapa tulipofikia hujawaambia hawa watoto kama wewe sio babu yao wa uhalisia? Kwa nini? Kwa sababu mama yetu mimi ambayo ndio bibi yao wao sikuja hapa nyumbani kwako akiwa mjamzito. Hawa wajukuu unaowazungumzia na washukulia kama watoto wangu. Mimi ni wajukuu wa halali. Ninakuomba mpaka dakika hii uwachukulie kama wajukuu zangu. Bi yake nisije nikasikia una hizo taarifa unazisambaza kijijini hapa. Unajua mimi shughuli za shamba yaani shambani kule ni hatari. Kumekuwa nini? Panya wako na maliza mihogo yangu yote. Sasa wakale wapi panya? Panya wakale wapi? Kwanza tunafanyaje? Tuuze mihogo shambani. Mimi ndio zangu Dar es Salaam. Alafu kitu kingine mzee, mimi kote huko siku. Hivi hawa wajukuu unasema wajukuu wako wanaoingia na kutoka. Kwani usiwatimue? Alafu kitu kingine kikubwa ambacho kimeanza kunitesa kwenye moyo wangu ni kwamba unataka kuuza paka yale mashamba uwape mtaji. Mimi toka nimezaliwa nimeenda wapi nimerudi baba haujawahi kunipa hata shilingi hiyo. Kwa bwana mwanangu nimeuza hichi kiwanja chukua hata kama milioni yaka na wewe katese. Wewe hautaki. Sasa kwa taarifa yako hiyo issue huwezi kuifanya. Yaani hilo shamba aliuzwa na hao watoto hapa hawatokaa. Kodi ni mwanangu. Kwa taarifa yako zile ni mali zangu mimi. Na inaonekana unataka kunipanda kichwani. Mimi nilishaamua hivyo. Siwezi, mimi nimechoka, makuni mengi siwezi kuyapasua. Afu mdogo wangu sikiza nikwambie, katika vitu ambavyo babu havipendi ni uvivu. Asa kaka makuni yamejazana hapo bado mavyombo. Mimi nimechoka sasa. Yeye mtaki kunisaidia. Afu nishakwambia mdogo wangu punguza kudeka. Nasikia unapiga kelele sana. Yaani huyu ni mvivu. Anaona utolee kelele. Wewe mbona umeshindwa kuyapasua hapo? Mvivu nifanye nini? Mbona unajua kunisaidia? Mimi ni mgonjwa. Naumwa. Mgonjwa? Mbona kula uachi? Wewe Stella. Ina maana hujui huyu mdogo wetu anaumwa nini? Asa hizo kuni mbona zinamshindia si mwanaume? Hujui kama anaumwa? Sasa wadogo zangu, hebu naomba mnisikilize. Tuachane na hayo. Nataka niwaambie kitu kimoja tu. Kama kijua babu yetu ameamua kutusaidia. Ameelekea huko shamba kwa ahadi aliyotuambia ya kuuza ile mashamba. Ameenda kuyauza, amepata wateja, ameenda kuyauza, anipatie mtaji mimi nielekee mjini kwa ajili ya kufanya biashara, kuja kuwasaidia nyenye. Kucha msingi mimi naomba tuishi katika amani, tuelewane. Sasa mnapoishi mnazozana na wewe unashindwa kutambua kabisa huyu ni mgonjwa mdogo wako huyu. Badilika bwana mdogo wangu. Stella.
Nimechoka. Lakini kaka, huyu ndio mkorofi. Najua mdogo wangu. Achana naye. Kuwa mpole. Kuwa mpole. Odi! Karibu! Kaka, nimemwona babu yenu kule amekatwa mapanga. Unasemaje? Nimemwona babu yenu Elezea vizuri tukuelewe. amekatwa mapanga. Maana amekufa. Wewe. Shida nini? Babu yenu amekatwa mapanga. na mambo yake shangazi naye kasema tuchanje mbuga na tena tumuache na mambo yake lomba ya haijengi walisema wa zamani ndicho kilichotokea tumebaki yatima mtoto kwa mama hakui mtoto kwa mama mtoto kwa mama wewe ni mtoto hayafutiki machozi kwani mateso haya hatukustahili ni maumivu tumebaki wakiwa yani kama yatima ingali baba bado anaishi yani bila huruma.